Unajua kuna watu hawajui athari za uvivu, lakini kuna watu ni wavivu hata wakutafakari tu. Kama sisi huwa tunazungumza hapa kwenye redio, tunatoa fikra fulani, kuliko mtu aitafakari hii fikra, huyu alikuwa anamaanisha nini. Mtu anakuja moja kwa moja na kucomment, anaandika ujumbe na kutumia, hapo umekosea sana, ukutakiwa kufanya hivi, mtoto wa Kiislamu tufanye vipi? Baadaye unakaa chini unamuelewesha, basi pole, samahani. Sasa unajiuliza, unaishi vipi na watu wewe? Kwa sababu hata kutafakari kwako ni kazi. Sasa wewe jiulize, kama watu ni wavivu kutafakari, kazi vipi? Ni shida. Na huu ni ugonjwa mkubwa Watu wengi sana sasa hivi wanapambana na uvivu. Kuna watu hawawezi kufanya kazi mpaka wasikilize sijui mawaidha. Mtu anasema siwezi kufua mpaka niwe nasikiliza kitu. Siwezi kupika mpaka siwe taarabu yachezwa. Siwezi kufanya kitu, yani kitu fulani cha kumweka bize na yeye ndo afanye shughuli zake nyingine. Kwa hiyo ni jambo fulani watu wamelizoea. Wengine wanasema mimi siwezi kufua nguo mpaka nivae earphone masikioni ndo nafua haraka haraka. Na wengine wanakuambia hawezi kutembea pia bila ya kuwa hivyo. Wengine wanasema hata kwenye mazoezi hawawezi kukimbia mpaka wao hivyo. Lakini ni tabia ambazo zinajengwa. Kwa sababu kama kungekuwa kama zamani watu walikuwa wanakimbia, kina Usain Bolt walikuwa wanakimbia, zilikuwa hazipo hizo hayo mashtaka yalikuwa hayapo. Na kwa ukimbiaji wa Usain Bolt utasikia hiyo kweli. Unaona hivyo vinini kwenye vyote viacha nyuma. Mita 100 mtu atumia sekunde 9, si sekunde 8. Sasa huoni ni shida hiyo. Hawezi. Hiyo tuachie hapo. Sawa. Lakini ni muhimu sana kuzingatia muda katika ratiba zako. Unajua tuliongea nadhani wakati uliopita kwamba lazima mtu uwe na ratiba, yani kwamba utafanya nini mpaka saa ngapi. Hiyo itakusaidia wewe kuwa na heshima ya muda, kwa sababu muda watu hawajui, lakini muda ukipita ni kama maji katika mto, hayarudi tena. Kwa hata dakika moja utakaoitumia katika hii tarehe 15 mwezi wa 7 katika vitu vya hovyo, ujue ndio hivyo hivyo shakwenda. Na huwezi kuja kutulaumu baadaye sisi tumefanikiwa ukatuita sisi Freemason. Sisi hatujakwambia ulale, sisi tulikuwa tumeenda kutafuta fursa. Wewe unasema fursa unaletewa, fursa sisi tunaenda kuzitafuta. Milango imeandikwa push, sisi tuna pull. Wewe ulilala nyumbani. Kwa sisi tukafanikiwa, ukasema Freemason si wanauza unga. Sawa, lakini sisi tulitafuta hela huko umelala. Kwa hata tukiwa tunatumia unatakiwa ulale hivyo hivyo, sio unaongea. Na watu wengi nimeona mafanikio ya wengine yanawashangaza, na ili kutafuta kichaka wanaanza kumpa yule mtu jina baya. Muzunga, Freemason, sijui nani. Yaani ili mradi tu akupe. Lakini jamaa alikuwa na haso, mlikuwa mmuona. Ndio. Na hakuna hata mtu mmoja aliyopita kwenye karakana yake ya kutengeneza viti mkampa shukrani au hongera jamaa. Wapiga kazi sana jamaa, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Sisi tuko pamoja na wewe. Au asubuhi mkamfuata, unajua jana bwana kulikuwa kuna watu hapa wazengea walikuwa wataka kukuibia bwana, tungoje kukupa taarifa, imarisha ulinzi wako. Lakini nikifanikiwa mwaniita Freemason, mkinikopa nikiwanyima, yaani mimi natafuta hela yangu kwa shida, alafu ananiambia naomba laki ya haraka. Laki ya haraka ni hela gani hiyo? Kuna laki ya mara moja. Naomba hebu kajilaki hapo mara moja. Alafu huwa wanakishusha yani hali. Kuna mtu mmoja wewe akinipigia simu ananiambia hivi, una 50,000 ya karibu hapo? Hiyo 50,000 ya karibu ni ipi? Wewe niambie, unaweza kuniazima 50,000 na usinidai kamwe? Yaani wewe niambie tu kweli kwamba hutonilipa. Huwezi kuniambia nikupe hela ya haraka. Naomba kajilaki hapo chap chap ni pesa gani hiyo chap chap? Hata ukienda kuchukua mkopo huwezi kuchukua mkopo chap chap, lazima upeleke sijui nini mabarua. Viambatanisho vya serikali ya mtaa. Na utapewa masaa 24 ndio upewe hiyo fedha. Ndio kwangu mimi nikupe chap chap. Na nikikunyima unaenda kuniwekea kikao, unasema mimi ni mwizi, sijui natakatisha fedha. Sawa. Tutakatishe wote basi.
Wewe umeshindwaje? Njoo unipe fikra, tutakatishe pamoja mimi na wewe. Sasa naona wanipenda sana yani. Yaani watu wakiwafanya kazi tuwaheshimu, na watu wakianza kufanikiwa pia tuheshimu jitihada zao. Usije tu kaona mtu kanyanyukia ukamwona labda huyu, itakuwa ni bahati mbaya. Hakuna mafanikio ya bahati mbaya. Kwa nini ni vibaya kuwaaminisha watu katika kile unachokiamini? Kwa sababu utapata mashabiki, utapata wafuasi. Mashabiki ni watu ambao watakuja kwako, yaani watasema chochote kwa sababu tumbo zao ziko wazi. Ni kama sisi wanawake. Tukishaanza kupata fursa, labda tuko katika maeneo fulani, umekuwa star, una rafiki zako wanakuambia, bwana wewe mwanaume wewe wa nini? Atakusaidia nini mwanaume? Wale watu wana njaa. Lakini wakiwa wameshiba hamna atakayesema. Na wataongea vitu ambavyo wewe unataka wewe kusikia. Lakini wakiwa wafuasi wako hasa, watakushauri. Watakwambia bwana sasa hivi hizi posti unazoposti hazifai. Au ndo wafuasi. Mashabiki ni watu wanaosema tu sawa, hamna neno, umepiga mwingi. Lakini pia katika wafuasi pia kuna wengine wanaenda mbele mpaka wanakuwa marafiki. Ambao wao wenyewe sasa wanapita mbele wanakukosoa. Sasa wewe unapochukua kazi ya kuaminisha watu ni kama kupiga kampeni yani. Wewe ni simba unawaambia mbuzi kwamba nyinyi mkinichagua mimi nitaacha kula nyama, nitakula majani. Wajua kabisa ni mambo ambayo hayawezekani. Lakini kwa sababu pale ulipo kuna washabiki zako wengi, tutasema ndio, tumpeni tena huyu wafaa. Sasa kama pale ulipo kuna watu wengine ambao sisi tuwaheshimu, au tuna hawa wafuasi, watakwambia mzee, wewe original, wewe unakula nyama. Hebu usipite mipaka ya kusema kwamba utakula majani. Sema ambayo yako ndani ya uwezo wako. Sawa sawa.